Mnataka nini? Wewe kweli ni mtumishi wa Mungu ambaye unajiita unaombea watu, lakini uombaji wako ni wa kutapeli. Maana tumeona umemuomba rusha yule mama. Ulijua hatutajua, lakini sisi yote hayo tumeyafahamu. Sasa nataka nikwambie, hiyo mada kumsaidia huyo mama achana nayo, kwa sababu yule mama si tuna mkataba naye mkubwa. Endapo utaendelea kumfuatilia, tutamaintain na wewe. Lazima tukuharibu vibaya sana. Kama unavyofanya wewe. Maana unajitafutia riziki kwa kupitia kudanganya watu kuwaombea, na sisi katika uchawi tunajitafutia riziki. Kwa hiyo kinachotakiwa kila mtu abaki kwenye engo yake. Acha tufanye uchawi wetu na wewe fuata mambo yako ya uombeaji, unatapeli watu. La sivyo ukitufuata utakuja kutufahamu vizuri. Roho wa Bwana Mungu yuko juu yangu. Amenitia mafuta kutangaza na kuwafungua, na amesema amenitia mafuta kuwaweka huru na kuwafanya huru wote waliotekwa. Kwa niko mahali hapa kuwafungua waliotekwa. Nimepewa mamlaka ya kukanyaga nyoka na inge na hila zote za giza, na ninawatangazia usalama wenu ni kumfanya awe huru. Usalama wenu ni kumweka huru na kumrudisha. Haya ndio mamlaka ambayo Roho Baba amenipa. Ninawatangazia na ninawapa amri. Amesema usimwache mwanamke mchawi akaishi. Naona tu kama wanawake, na ninawatangazia kwa mamlaka ya jina la Yesu, wote sitawaacha mkaishi. Lazima kwa usalama wenu muokoke na kumkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yenu. Karabu sata. Hiki ndicho ninachomwamini Mungu amenituma kwa ajili yenu, na nitawamaliza wote. Mimi nadhani kilichoongelewa kinaeleweka. Kwa hiyo fuata kama ulivyoambiwa, na kitu kingine, tamba pande zako pande zetu hautambi. Halafu usisahau kwa majina naitwa Kibangule. Ukileta fyoko na kufyokora. Mtakuja kwa njia moja, mtaondoka kwa njia 7 katika jina la Yesu Kristo. Asante Yesu.